ndo mwanamke ambaye mimi wanakupenda kuliko kitu chochote kile. Umejaa moyoni kwangu. Labda nikwambie tu kitu, leo nimemisi sana niwe na wewe kuanzia asubuhi mpaka jua linazama. Ni siku ambayo inafaa kabisa kutukutanisha sisi na tukazidi kudumu kwenye mapenzi yetu. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana. Ukiacha mambo mengine na majungu ya watu nini, fitina za hapa na pale, wanakukubali kinyama. Na leo nimekumisi sana kipenzi. Nimemisi zile michezo nini. Ama nini? Badio, hivi umesahau ulichonifanyia? Dada wa bando kawa tegemeo kwenye familia. Dada wa ba kawa shangaza watu kwenye hii dunia. Dada wa bando kawa tegemeo kwenye familia. Dada wa ba kawa shangaza watu kwenye hii dunia. Dada wa ba. Mama mtoto tumemwona. Kuna mtu hapa nyuma anakaa anamzibaziba kuja kwako. Ndio mtu tumtoe haraka sana. Yaani mganga, sitaki hata tuchelewe. Maana huyo mtu mimi ana hela, unajua hela. Nahitaji kila ninachokisema au anakubali. Kila ninachokitaka nikipate na haswa kabisa. Yaani nasikia kwamba ile dawa ya kusema kwamba wanaitaga nini mwanaume ukimwinamisha kichwa? Limbwata. Yaani mganga anaitaka hiyo. Yaani mwanaume asimsikilize mama yake, asimsikilize ndugu yake yoyote. Yaani mimi ndio niwe mama, niwe baba, yaani anione dunia nzima ni mimi tu. Limeisha hilo. Yaani mganga, gharama yoyote mimi nipo tayari. Ila tu nilifanikisha hilo swala langu. Yaani mganga, fanya kweli, yaani nipe dawa, yaani kiasi kwamba yaani nikimpa imkamate kweli. Maana sifa zako nimezipata Nimetoka mbali kukufuata. Unaiona hii dawa? Shika hii dawa. Ukiwa unanuia, naomba umuite majina yake hayo mawili mara 7. Umuite, umwambie aje kwako haraka sana. Akishafika nyumbani kwako, naomba uchukue hii dawa. Fanya ufanyavyo, mwekee dawa kwenye maji ya kunywa na umpelekee hayo maji yanywe. Yaliyopita tuyaache, tugange yajayo. Unaona? Mimi wewe nakupenda mno kuliko kitu chochote kile. Sasa kitu ambacho mimi nataka nikuombe, hayo mengine futa kabisa kwenye memory card ya akili yako. Na sasa hivi tusurvey tuna mengine. Mimi nimekumisi vibaya mno kipenzi. Dadio. Ndio. Mimi ni mwanamke. Nahitaji pesa. Nahitaji matumizi. Nahitaji nipendeze kama wanawake wenzangu. Alafu wewe unakuja, unanifanyia kitendo kama kile, kisha unanitelekeza. Alafu kirahisi tu unakuja unaniambia tena unanitaka, alafu unanipenda sana kuliko wanawake wote. Inakuingia akilini kweli Dadio? Manina, kipenzi, sikiliza. Ile siku haikuwa dhamira yangu kukuacha hivyo. Nilipata dharura. Mtoto wa mjomba aligongwa gari. Sasa unafikiria mimi ningefanya nini? Na nilivyofika kule nikajaribu kupiga simu, lakini bahati mbaya na simu yako nilikuwa nikipiga unaambiwa sijui haipatikani, muda mwingine yani simu inakatakata tu, hata isomeki. Nikakosa namna ya kufanya, lakini nikakumbuka kwamba ndio nilikuwa nimeacha shilingi 10,000. Nikasema kama atajiongeza ataangalia kwenye dulo, basi ataiona hiyo pesa. Lakini nilivyorudi nikaikuta, nikasema haikuwa fungu lake. Lakini sasa tugange yajayo.
Angel, mambo? Safi. Shikamoo. Maraba. Ujambo? Sijambo. Asante sana. Angel. Abe. Ni muda sasa ambao nimeona ni sahihi kukueleza jambo muhimu sana ambalo liko ndani ya kifua changu kwa muda mrefu. Jambo gani? Nisizunguke sana, niwe tu mwepesi wa kukueleza hisia zangu kwamba Angel, wewe ni binti ambaye kiukweli ndani ya moyo wangu nimetokea kukupenda sana. Nakupenda sana Angel. Lakini kaka, mimi bado mwanafunzi. Siwezi kujihusisha na mahusiano. Sasa hivi nakuahidi kabisa, haitotokea changamoto yoyote ile kukuhusu. Kwanza nimeandaa mazingira ambayo ni mazuri sasa hivi. Naamini kabisa utaenjoy hata kama ukija kwangu. Unaona? Kwa hiyo kuwa na amani kabisa hata unapokuja kwangu, yani jisikie sijui uko wapi, sijui Galilaya. Issue sio kunipenda. Issue ni kile ulichonifanyia. Tabia yako ni mbovu mno. Sijafurahishwa kabisa na tabia zako. Kipenzi, amini kabisa aswa mimi nakupenda kuliko kitu chochote. Angel. Abe. Relax. Mimi ndiye nitakayefanya masomo yako yawe mepesi zaidi. Kweli? Hakika. Kuwa mwanafunzi sio shida, wala sio sababu ya kukusababisha wewe usijihusishe na mahusiano. Nisiwe mzungumzaji sana, ujue maneno pia sio mazuri. Twende kwa vitendo ili uamini kwamba mimi niko tayari kwa chochote. Shika hii. Asante, nashukuru. Itakusaidia matumizi madogo madogo huko shuleni, hata kantini pale, chipsi, soda, hivyo. Sawa eh? Ndiyo. Na haishii hapa. Yaani kadri tunavyoendelea utaona mambo mazuri zaidi. Sawa eh? Ndiyo. Basi sawa. Hata moyo wangu ikitokea tu kafunua pa. Umejichola chola umusu lako, yani imezagaa mwili mzima. Na kuhusu swala la matumizi sasa hivi, yani hata unikumbushi. Mimi ndo nakwambia Mwenyewe. Na hata utolalamika tena. Kweli? Serious kabisa nakwambia. Basi sawa dadio. Kama yote uliyoyaongea yanatoka moyoni, sina budi kukusamehe. Lakini isije kajirudia tena na tena. Si umenielewa? Itoke wapi? Haijirudii kipenzi. Kama. Unajua leo nakupikiaje hapo? Sijajua kwamba unanipikiaje leo. Yaani humu leo nakuwekea karanga, nyanya kwa mbali na maziwa. Nimeshakuyachukua kwa mzee Buginyi pale. Yaani ni mwendo wa kujiramba tu. Aha. Habari. Salama. Shwari. Ndio. Bana samahani. Yeah. Mimi mazingira mimi mgeni. Sasa hapa nilipo nimetoka shule. Alafu mwenyeji wangu kila nikimpigia simu hapatikani. Sasa sijui nikikuelekeza utampata. Hebu niambie hata jina lake tu. Jina lake anaitwa Mboya.
mbona huyu anajulikana sana hapa Kayenze hapa. Afu pia namfahamu yule jamaa mrefu hivi. Ni yeye. Huyu anamfahamu zaidi. Kwa hiyo huko ndugu yangu ambapo kuna elekea huko umepotea. Sawa? Kwa hiyo kwake ni huko. Ni huko? Kwake ni huko. Kwa hiyo ni shote nilikuwa nimepotea. Umepotea vibaya. Kwa hiyo ngoja tusindikizane kwenda huko nikupeleke kwake. Haina noma. Sawa ndugu yangu. Bwana Mboya. Na Nikiangalia muda umeshatupa mkono. Kwa hiyo nimekupitia ili tuondoke. Basi sawa. Ngoja niweke hivi vitu. Alafu twende. Haina shida. Unapoondoka kwamba unanyanyuka bila kuniambia kwamba unaenda wapi, unamaanisha nini? Lakini mke wangu, hii ni haraka tu, nitaenda mara moja na kurudi. Anayepika ni nani? Anayepika ni nani? Mke wangu, lakini sichelewi. Hapa nyumbani utoke na uondoke kwenda sehemu yoyote. Afu nisikilize na wewe. Nilikwambia sitaki mazoea na mume wangu. Sitaki uingilie mahusiano yangu wala maisha yetu. Unakuja kumchukua sasa hivi na kutaka kumtoa hapa nyumbani, umpeleke wapi? Na kuuliza wewe Ambula, unataka kumpeleka wapi? Shemeji wewe naye labda nimpenda shari. Mimi nimempitia Mboya. Sijaja kwako. Ugomvi wa nini? Ujaja kwangu, umekuja kwa Mboya. Hapa upo kwa nani? Lakini mke wangu, huyu ni rafiki yangu. Sasa kuna muda sisi kama wanaume kuna sehemu inabidi tutembelee, twende, tuzungumze mambo mengine ni ya kiume. Kwa mkataba upi? Nisikilize. Endelea na kazi yako na uhakikishe unafika tunakula. Naomba unyanyuke, njia ile kuleta. Naomba uondoke. Na iwe mwanzo na mwisho. Mazoea na mume wangu sitaki. Endelea na kazi uliyokuwa nayo. Hapo na toka kwangu. Toka kwangu. Shemeji kacharuka, anavodai mewe mnasumbua. Hataki ushemeji wa kishenzi, yuko tayari atakuwa panga taua. Anavompeleka mumewe, shemeji huyo, lafu mtani changu doa. Shemeji huyo, taki ndugu wa mwanaume, shemeji huyo, nyesala ndugu kaoa. Shemeji huyo, angekuwa mke wangu mie ngembadilisha kwa magimbi. Shula losomea ni hatari, kafanya mewe mkimbizi. Shemeji